The truth of the matter is William Samoei Ruto is in panic. Socially in panic, politically in panic, and economically in panic. Socially in panic, of recent, Ruto going to social gatherings, for example, identifying a certain constituency or county, visits there, he must go with a contingent of police officers in civilian, wengine in uniform, wengine. In fact, kwa hiyo crowd unapata askari ni wengi kuliko even actually a quarter of the gathering is the police officers. That is a sign of panic. Economically in panic, William Ruto is disturbed because the rich class, the tycoons, waliepa na pesa. Kutoka ile siku waliingia mamlakani, walitoa pesa kwa economy ya taifa in the system. Wakaenda na hiyo pesa wakaenda kupost kwa mabank outside countries and such. Since that day, there is economic sabotage. That's why Ruto is struggling, working on taxes, increasing taxes, at least to find a way out. Our country can learn, can operate. And again, theft in government and stealing of public money, yenye alikuwa anajua atafanya quick replacement imeshindikana. So economically he is so much struggling. That's why he's going for loans. Sasa zingine anakatazwa. Sasa it's not working out. Akajaribu ku international deals, Adani na wengine wakuja hapa wampatie pesa in advance, ajaribu kurani, gava imeshindikana. Economically is in panic. It has been sabotaged by thieves inside the government and also those the economical controllers from this end, the tycoons in the republic. Politically in panic because the energy the opposition is using to attack this regime. In fact, it tries to balance things politically. Mnaelewa Ruto wanakuanga intelligent, lakini this time round he has been cornered because Gachagua is demolishing Ruto. Matiang'i is demolishing Ruto. Natembeya is demolishing Ruto. Unajua mbeleni ilikuwa ni one man show. Raila Odinga demolishing Ruto. Sasa hivi ni wengi wameshikana tofauti. Kila mtu anagonga Ruto. Alafu making matters worse, the Gen Zs. The Gen Z effect online, physical, kila mahali Ruto everywhere. That's why Ruto is in panic. This has led Ruto to think outside the box and find a way to get votes 2027. He has opted to look for the Somalis. Wasomali nje ya Kenya. Sisi Wasomali wenye tunawaelewa na tunawatambua ni Wasomali wako hapa nchini. Wenye wanaishi hapa Isili, wengine wako South B, South C, wengine wako northern part of Kenya. Hao wengine wanataka kuimport from outside country, we don't know them. And this will not work for you. In fact, Ruto is working so hard to find a way he can import Somalis from outside country, wakuje hapa ku create the political boost kwa siasa zake za 2027 in the line of voting. Ruto, you'll end up bringing people, and this is a security threat actually to our country. You might think unaenda kuleta watu wakuje kusaidia kwa kura, upate ni watu wamekuja kulipua taifa. So you have to be very careful in this kind of arrangement. Again, people, even about this, the political class, the ordinary citizens will not allow that work here in this country. You are going to create enmity between the Somali people and the people, the Somali people outside the country and the people of Kenya. This is a threat to security, and again, opening of borders might lead to intruders who might be enemies of this country, Kenya. Remember, your governance is questionable. And that's why don't take the route you are taking, William. Unajua, I know you, William, as a maneuver, at the same time someone who calculates, even working in an environment where there's odds. But this time round, this one might corner you. Because the option of getting Somalis is so dangerous, not only to you, but to the country also you're in charge of. So, Wasomali, mahali popote mulipo, wenye mko nje ya nchi, sijasema wenye wako hapa ndani ya taifa letu la Kenya wenye tunajua. Wenye mnataka kuimportiwa mkuje Kenya is not safe. So don't allow yourselves to enter into a problem
We don't recognize voters outside our jurisdiction country Kenya. Ukivuka kutoka nchi yako ukuja hapa kuleta mambo ya ukuja hapa kuwa register as a voter, upewe ID, hiyo Kenya wananchi na watu wengi sana hapa hawatakubali hiyo maneno. So usijaribu. Hiyo nitaiongea tena kwa lugha ya Kimombo so that wenye na wa Kenya, share this clip. You share it. Share. Ifikia hata wa Somali wako pale wasithubutu kuingia kwa taifa. Share the clip, izunguke everywhere. County commissioners, chiefs, assistant chiefs, regional commissioners, hata maaskari. 2027 will not be business as usual. You have been used in a number of occasions in uchaguzi zilizotangulia zote. Mumetumika vibaya sana. This particular election in 2027 will be a unique election. It will be guarded by the people of Kenya, the Gen Zs, patriots, and the millennials. This election will be about people, not politicians, not Matiang'i, not Gachagua, not Musyoka, not Karua. It will be about, not Natembea, it will be about the people. You decide. You guys, you are paid by the taxpayers' money. You decide if you are serving the people or the Constitution of the Republic of Kenya, or you are serving an individual. I'm telling you, you officers, mumekuwa mkitumika kwa uchaguzi zilizotangulia. Hii utabeba msalaba yako. Kumbuka majenzi, unajua walienda mpaka parliament kuondoa wabunge. Walikuwa wanataka kwenda State House kuondoa Ruto from power. Were it not for Raila Odinga, today Ruto could be outside, could be out of power. That's what I'm saying. Were it not for Raila Odinga. That is why Ruto has compromised some standards to accommodate Odinga, because he's fearing Gen Zs. Sasa kama Ruto anaogopa Gen Z, wewe chief unataka kwenda kupanga kuiba uchaguzi in favor of your president. Wewe commissioner unataka kupanga kwenda kuiba uchaguzi sababu ya president. Wewe assistant regional commissioner, hivyo ndio plani zenyu ziko. Hii nimewawarn mapema. Don't attempt to even think doing any short arrangement to steal the people's election come 2027. And I can tell you this for free. Mimi ni mtu naangalianga maneno mbali sana, na nimeiona venye hizo arrangements ziko. Unaona venye unaona Ruto anakimbia hapa kufanya rally hii na hii, bado is working on how is gonna use vitengo za security, vitengo za machief, ma commissioners, ma regional county commissioners, ma assistant chiefs, hata nyumba 10 to lobby and direct the people towards the direction you want. It won't work. Ndio nawaambia mapema, 2027 ni mwaka ambao wasomi wamejitokeza wengi sana. People can face it. Na aje nikuambia wewe bwana chief, unaona majenzi wako na masimu ya smartphone. Wakipiga picha vitu zenye unafanya, unaweza shambuliwa hata kwako kwa nyumba. Usijaribu kufanya any deal, you know, ya kuipa uchaguzi ya hawa vijana. Kenya is ready for liberation. Usijaribu kuingia hiyo short deals, short arrangements za kuiba uchaguzi ya kidemokrasia ya 2027. Hiyo haitawezekana. Na nimewaambia mapema, msikuje kusema hii kitu hatukuisikia. Hizi smartphones, you can't do any short kind of thing. Yeah. Vijana ikisemekana chief fulani, hiyo county, we chiefs, mmenielewa? Kuna mikutano nimesikia inafanyika hapo Machakos hapo ya machifu, ma assistant chief, madio, ma commissioners, eti wote wanakuja pamoja wanaambiwa jinsi wanapanga mambo ya 2027. Chunga sana. Na nimewaambia mapema. You are watching Wasource TV.